zangu na wasalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu. Asanteni sana, na Mwenyezi Mungu atunusuru wote ambao tuna mitihani na wenye maradhi Mwenyezi Mungu pia wapatie nafuu. Na ndugu zangu, naomba leo katika maisha, katika biashara zetu, tupeane faida ya vitu viwili, na maanisha mzizi wa mbaazi na mzizi wa tulatula. Mzizi wa mbaazi na mzizi wa tulatula. Unachotakiwa kufanya, mzizi wa tulatula lazima ukauchimbe mchana. Lazima ukauchimbe mchana. Nenda kachimbe zako mzizi ka tulatula, pate hata mmoja angalau mchana. Lakini mzizi wa mbaazi wenyewe unachimbwa leo. Unafanya maandalizi, kama utakuwa na mtama kidogo inapendeza zaidi. Ukikosa hapo basi yani tuseme kama mpunga, kunde, yani asili ya nafaka yote, au mahindi kiasi, inabidi uchukue mahindi kiasi ukatoe kama sadaka. Ikiwa jioni jua limeelekea kuzama, mida saa 12 na kidogo au kuelekea saa 1, fika pale, bisha hodi mara 7, kisha nuia maneno yako kwamba naomba mzizi huu utakaouomba hapa ukanisaidie mambo yangu ya kiuhangaikaji, ya kiutafutaji, ili niweze kufanikiwa katika biashara zangu pamoja na ulinzi wa biashara zangu, ili niweze kufanikisha. Baada ya hapo, ukishatupia zile sadaka zako, baada ya kutupia zile sadaka zako, ondoka, nenda nyumbani. Kesho yake ndio uje uchimbe. Muda wowote, iwe asubuhi, mchana au jioni, njoo pale kachimbe kamzizi. Usiuangushe ule mti wote ukaanguka. Chimba mzizi mmoja afu uendelee kuwa hai. Sema nimekuja kuchukua mzizi wangu kwa ajili ya kunisaidia. Baada ya hapo, ukipata ule mzizi, basi vitakuwa vimizizi viwili, na maanisha mzizi wa tulatula pamoja na mzizi wa mbaazi. Nikwambie kitu, hiyo mizizi itakuwa ina siri kubwa sana. Moja, itafanya kazi ya kuzuia wizi wa mali zako au fedha zako ambazo utakuwa nazo wewe mfanya biashara. Pengine unazunguka kule mijini, utakutana na mtu anawezekana akawa anakutengenezea, ana vijini ambavyo amechukua vya chuma ulete vya wizi ya kuibia hela, anatembea nacho mfukoni, ambapo unawezekana ukawa na fedha zako. Kwanza kinatambua kama una fedha. Ukiwa na fedha kinatoa ishara kama kumfinya. Unaona, unakuwa na fedha, kama kinatambua kwamba huyu mtu ana fedha pale, kinampa signal kama kinamfinya kidogo. Akishatambua hilo, kwa hiyo huwa analazimisha ili mradi agusane na wewe. Kama bahati mbaya pengine ukishangaa kakupiga kibega au vyovyote vile, atajibananisha mradi agusane tu nawe. Akigusana na wewe kibega, haina haja ya kuingiza mfukoni, chenyewe kitaingiza, kitabeba ile fedha ulionayo mfukoni, kinatembea. Tayari ushaibiwa na hiyo. Lakini pia wengine walinunua vijini kwa bei nafuu, au vipo vinauzwa 2,000, 3,000, 5 ngapi, wanakutengenezea, unapewa kijini kile, kinakuwa kinakupigia ramli. Tunaelewana ndugu zangu? Unapigiwa ramli, kinakueleza wewe ni Hamisi, ndugu yako ni fulani, kaka yako ni fulani, mama yako mko fulani, anakueleza vitu vya ukweli vinazohusiana na wewe pamoja na familia yako. Lakini kuwa kile kazi yake kukutapeli wewe ni kiuongo, tena waambie uongo mkubwa. Ukishaingilika, maana yake hatima ya mwisho lazima akuambie kwamba una matatizo. Ndugu zako walikufanyia ubaya, umeingia mjini, hapa kuna shida nyingi. Tulia, unaona, akufanyia shida nyingi, kwa hiyo inabidi tukusaidie. Dalili ya kwanza, anawezekana akakufanyia, sisi tunasema mazingaumba au mazinga macho. Vimichezo ambavyo huwa wanafanyiwa hata wanafunzi, wanavaika na viingilio na nini, unaoneshwa mtu anajikata panga, wanachoma sindano, inatokea huku, yale maonesho yale tunasema nyinyi mnaita mazingaumba au mazinga macho.
Mtu anachoma mkuki hapa, tumbo linaonekana umetokea huku. Wasiona macho manake ndio huwa hawaoni, mmezingwa macho. Kwa akishakufanyia hivyo vini macho, hatima ya mwisho atakwambia umelogwa, na yeye atakufanyia vidawadawa vyake, baadaye atakwambia tema. Unaweza kana ukatema chula au katapika chu au katoa vikucha kucha au vinywele au nyoka au vitu gani, ni mbwembwe tu ili apate pa kuibia. Usikubali hiyo. Ukiwa na hivyo vizizi miwili ya tulatula pamoja na mbaazi, tengeneza kama vimpigi, na maanisha uvifunge viwili viwe vimefungamana. Tumia uzi mweusi, ukipata mweupe sawa tu, fungie pale tuwe tudogo, weka kwenye mfuko wako au kwenye pochi. Kina mama ambao unafanya biashara, akija akikugonga hiyo, usije ukashangaa ukakuta ukihesabu fedha zako zitakuwa zimeongezeka. Kwa maana hiyo huibiki, na za kwake kama alizonazo alizowapiga wengine utakuwa umezichukua wewe. Kwa nini wanasema vijana hawafanyi kazi? Sasa nimeona tuelekezane kwa vijana ambao tunaojihangaikia, tunaojipambania maisha yaweze kwenda sawa sawa. Kitu kingine, mtu ambaye anatembeza biashara, ambaye una biashara ya kutembeza, unatembeza biashara yako, hakikisha kwenye pochi yako weka hicho kitu, mzizi wa tulatula na mzizi wa mbaazi. Funga vidogo, tukata vidogo tu, vifunge, weka huko, hautakuja kuibiwa. Lakini pia hata kama una mazao yako ni ya biashara, ukiweka hautakuja kuibiwa hata unapotunzia mazao yako. Kwa hiyo, lakini pia ile ni mvuto kwa ndugu zangu ambao sijawaacha, wewe uwe bodaboda, kwa mfano bodaboda, daradara ambao wanabeba abiria. Wakati umetupa kule, wakati kule unapofanya kutupa ile mzizi wa mbaazi, kama nilipotupa idadi ya sadaka zangu hapo, mimi siifahamu. Hivyo hivyo naomba na mimi upate wateja, kama waje kwa wingi kama nilivyotupa hizi sadaka zangu bila idadi, ili nipate wateja. Ukichukua kile kimzizi, huwa tunaweka kwenye siti ile ya kukalia pale, kuna cover ile siti ya abiria ambayo mnachangia wewe abiria pamoja dereva utakukaa hapa na pale, unafunua unaviweka pale, unavipanga hivyo hivyo viwili vinatangulia pale kulala, weka cover yako, endelea kufanya kazi. Utaona simu zitaongezeka, utaona simu zinaongezeka na wateja wanaongezeka kwa kutafuta kwa wingi. Fanyia kazi hilo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, utaona maajabu ya mzizi wa tulatula na mbaazi. Ndugu zangu, katika ulinzi wa fedha zako, iwe kibandani unauza genge lako, sehemu ya kuhifadhia fedha, viweke hivyo vitu viwili. Ni ulinzi mkubwa sana na ni mzuri sana. Iwe kwa nyumba, ukiweka kwenye nyumba hiyo hawezi kuchezea mtu wala kuja kukuharibia mambo yako. Naomba tutosheke kwa hilo. Mimi ni Chifu Hamisi, asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tuko pamoja, tuendelee kuombeana uzima.